nishalewa, mwenzako nishalewa. Na najua kwamba nampenda na napenda sauti yake. Alafu ananichoma sana kwa swala la kuimba. Haya niimbie mo. Wewe kila mtu akija unawaambia. No, kuna watu na watu napenda waniimbie. Mfano huyu ana sauti ya kupendeza. Ana nyimbo zake za kulalamika. Baraka the Prince napenda ni aimbe. Napenda zile ladha za kina Baraka music. Watoto kike wanapenda sana watu ambao wanapenda kulalamika, you know, vitu line vitu vigumu hawe tunapenda. Kwa sisi ambao unakuwa bado nini. Leo tuko na Mo Music kwenye Turn Up tukiintroduce ngoma yake mpya ya Ado Ado, director akiwa ni all the way kutoka kwetu studio Msafiri aka Traveler. Lakini mi audio sijui umetengenezea vipi sasa? Bro, audio nimetengeneza kwa Hitable Sound kwa CEO Barnaba Classic. Lakini kwa kwanza kufanya kazi na Barnaba. Yeah, kwa sababu mimi naweza kusema nyimbo yangu ndio imekuwa ya kwanza kutoka pale Hitable Sound. Okay. Lakini yale tengeneza ni D Classic. Okay. All the way kutoka Roxy. Unajua Roxy tunapiga vizuri. Yeah. Mwanza. Ni yule producer ambaye alikuwa anafanya production Mwanza. Yeah, D Classic. Ipo Hitable Sound, yeah. Afu Barnaba wewe wacha kutukimbia bana. Sisi tunakutafuta unatukimbia kwenye The Base. Tuko njiani kukufikia. Nimesikia hasira sana na nimeongea kwa uchungu kwa sababu Barnaba tunakutafuta. Anyway, turudi kwako Mo. Sitaki kujua location sana. Nahitaji kujua kwa nini nyimbo zako nyingi unapenda kuzifanyia kwenye hoteli, kitandani, dirishani, nini? Hivyo. Okay. Mimi nafikiri kwanza ni wazo la director. Okay. Nafikiri kitandani nilifanya kwenye Nitazoea upo ndio. Anatoka amevaa anaondoka, lakini kabla hajarudi ulikuwa kwa kitandani, like umeshaenda kumfumania, umerudi umeshachanganyikiwa. Okay. Na kumbukumbu kaka. Mimi nafikiri ni director, inategemea director kwa sababu basi naenda na scan na Nitazoea amefanya Adam Juma. Yes. Kwa director alihitaji vile vitu. Okay. Lakini hii hapa pia director pia alikuwa ameshasema tufanye location hii na hii na hii. Okay. Lakini nafikiri kwa sahihi kwa sababu uwezo kama mapenzi ukaenda kurekodia jikoni. Jikoni inawezekana. Yaani kuna ile mahaba yako wapi? Hata jikoni unasema watoto wa pwani mahaba hata jikoni. You go very far. Very far. Ngoja basi mama watoto anakaangiza pale, mnaimbiana ya laiti, unamlisha, mnakula. Basi si ndo mahaba. Hakuna mahaba. Nafikiri maana ya chumba au maana ya kitanda ina maana kubwa sana katika tasnia ya mapenzi. Really? Yeah, sure. Tunaje darasa tafadhali. Sasa sijui toka lini msukuma mwenzangu ukajua ya mambo ya pwani ndugu yangu. Anyway. Kwa hivyo. Nimejisema na kwa swali lakini analimezea atauliza baadaye. Okay Mo, na tuzungumzie kuhusiana na video. Hii ni moja kati ya video ambayo mimi nimeappreciate kila ambacho umekifanya kuanzia quality na kila kitu. Unafikiri tumefikia mahali pazuri sasa hivi kwenye production ya Tanzania na si hakuna ulazima wowote wa kukimbilia nje ya nchi kufanya production? Tumefika mahali gani mpaka sasa hivi kwenye soko la muziki hususan kwenye video za Kitanzania? Okay. Mimi nasema tumefika katika level ambayo inatutosha. Hatuwezi kusema tumefanikiwa katika production ya video. Alright. Tumefika mahali ambapo panatutosha. Kwa sababu tukianza kuentertain madirector wa nje, sio kama nilishindwa kufanya South Africa. Na Msafiri nilimwambia tukafanye. Lakini ratiba zake nyingi zilikuwa zimebanana kwa sababu alikuwa na video nyingi sana za kushoot huko. Okay. Lakini nikasema kwa nini tusifanye tu hapa zile gharama za kule tukaziingiza kwenye nani? Kwenye kushoot hapa. Watu wakala kwa wakati, modo wakalipo vizuri, ndio maana naona mavazi watu wamevaa vizuri. Kwa hiyo inatakiwa kwamba tuweze kuthamini kwanza vilivyopo hapa. Alright. Inatakiwa waandaaji wawe walipo vizuri na location zipo nzuri tu hapa na video inaweza kafika mbali. Kwa hiyo sahani iwe safi lakini na chakula kivutie, kiwe kitamu. Kwa nini kuniita sasa video kuni? Wakati unazungumza hivyo
Juzi tu kuna watu kwenye mitandao pia walikuwa wanazungumza kwamba Bongo Flava yote lazima amchukue mwanadada ama video model, lazima awe mweupe. Sasa sijui weusi sijui wanafanyeje kwa mfano. You understand? Yani kumekuwa na kwamba lazima video queens awe mweupe ndo ataweza kung'arisha kwenye screen, lakini kuna mtu mwingine ngozi yake ni nzuri tu mweusi lakini ni mrembo. Sijui umeelewa vizuri. Na hiyo imetokea kwa sababu ya wasanii, baadhi ya wasanii ambao wanafanya kazi South Africa. Lazima watuletee wazungu. Umeelewa? Kila video lazima uone shombe, lazima uone hivyo. What's up? Ni director pia. Inategemea kwa sababu kuna mwingine msichana hata kama ni mweupe au mweusi, ukimpiga ukimwangalia ni mzuri, lakini kwenye kamera kai. Kwa watu weupe tu ndio ambao wanakaa photogenic. Sio kila mtu ni photogenic. Sio kila mtu ni photogenic. Kuna huyo mweupe unasema ni mweupe, ukimwangalia unaona mashallah. Lakini kwenye kamera haimpi nani. Umeelewa? Nikupe mfano mmoja, ni kutumia experience niliyopata. Kwenye video yangu ya Basi Nenda ya kwanza kabisa, kulikuwa na model wazuri, mimi nikiwaona hivi nilikutana nao mara kwanza. Weusi, weupe, wapi. Lakini yani director, mimi nilikuwa najua kuna msichana atachaguliwa. Lakini director akanambia huyu ndo anafaa kwenye kamera. Kwa from hapo nikajua kwamba kumbe kuna watu ambao ukimwangalia ni mzuri kwenye kamera hawezi kufit. Umeshasikia hayo malalamiko kwamba video queens ambao wanatumika kwenye video za kibongo ni lazima wawe weupe. Umeshakusikia malalamiko hayo? No. Kwa baadhi ya mashabiki kwamba it's too much wazungu bwana kwenye video nini. Kwani mbona kuna warembo wengine wazuri? Nadhani kuna kitu Roy hajaweka sawa. Kuna kusema warembo weupe kwa maana ni wa Afrika, ni wa Tanzania, lakini wana ngozi nyeupe, ni weupe, unajua. Kuna kusema wazungu, nadhani uweke hiyo kama tunasema kuna video queen, yani ambao wanatokea kwenye video ambazo zinafanyika nyingi South Africa ni wazungu. Yani uzungu yani. Mimi by the way nikwambie, naturally napenda rangi ya mama ambayo ni chocolate. Wow. Lakini kwenye video director aliniletea yule pale. Na mimi nilipomwona nikasema she's beautiful. Anastahili kukaa pale. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba mimi nataka mweusi, hapana. Naenda kutokana na director anavyohitaji ile kitu kiwe bora. Okay, sawa. Hatubagui lakini tumezungumza. Tupe tofauti kati ya director kwa sababu ya kwanza Basi Nenda na ya pili umetengeneza kwa Adam Juma. Alafu sasa hizi ukaamua kubadilisha kwenda kwa Traveler. Kuna kitu ulikimiss ukaamua kwenda kwa Traveler au kuna kitu ambacho kupendeza zaidi kutoka kwa Adam Juma ukaamua kwa Miangu? Yaani kitu gani kilichokufanya mpaka ukaamua kubadilisha director? Adam Juma ni mmoja kati ya director ambao pia amenifikisha sehemu. Okay. Unajua ndio maana kazi ya kwanza Basi Nenda nilifanya naye, Mtazoea nikafanya naye. Kwa hiyo na appreciate mchango wake kwangu. Lakini tukiangalia range iliyopo kwa sasa hivi sio kwamba Adam Juma ni nani, hapana. Ana credit ni legend katika tasnia yetu hii, umeelewa? Production, umeelewa? Lakini ukimzungumzia Traveler sasa hivi ni mtu ambaye ana sio nikwambieje, ana kitu fulani hivi, ana trend, licha ku trend. Unajua kuna mtu analewa sifa, lakini Traveler halewi sifa. Mimi yani I appreciate you boy. Kwa sababu ana kazi nyingi, alafu anatengeneza friendly kabla mjafanya kazi. Kwa hiyo ina maana kazi yenu inakuwa nzuri. Ni kitu gani unachojifunza kutoka kwa Traveler kama director na kama mtu ambaye amekuongoza kwenye hii video yako Traveler ni mtu ambaye amenifundisha kusikiliza kuliko kuongea. Kuna kwanza anasikiliza sana mawazo ya msanii. Wewe ulikuwa unataka video yako iwe vipi? Umeelewa? Bajeti zangu ni ABCD. Tukifanya hivi itakuwa hivi, tutafanya vipi kutokana na power ulionayo. Mfuko wako. Yani wewe script yako iko vipi? Ukimwambia nataka iwe hivi na hivi napana okay. Mimi nilikuwa nataka iwe hivi. Tukichanganya mawazo haya tunaweza kupata kitu hapa. Lakini madirectors wengine ni unajua zile hichi kilichopo ndio hichi kilichopo. Hataki kukusikiliza. Akatoe ndo big boss. Nataka nikuulize kitu, hii ngoma yako ya Ado. Unajua msanii anapo-release ngoma kuna kutoa ngoma unasema okay, sasa hii itanitoa hapa kufika level fulani. Unaelewa? Unatoa ngoma kwamba bwana hii itanipeleka level fulani, kama nitafika labda Afrika Mashariki kwa sasa hivi au nitateka soko la bongo, au natoa ngoma ili watu wajue nipo. Yaani okay, music yupo na anafanya muziki, au natoa game kwamba okay, hii najua hii yenyewe, yani kichuma kinaenda, unajua zile. Hii unaionaje hii Ado? Yaani si nikwambieje? Ni kwanza ni moja kati ya the best video kwangu. Unajua mimi huwa nashindana na muziki wangu. Mimi sishindane na msanii yote. Sishindane na msanii yoyote.
mimi nashindana na muziki wangu kwamba ngoma niliyotoa nyuma itabit, yani hii ndio sasa hivi iliyopo itafikia kwenye skendo. Umeelewa? Alafu nifanye kitu gani kikubwa kutoka kwenye skendo sasa hivi kiwe hivi, unaelewa? Ndio maana unaona anasema hii nitaifanyia video, hii nitafanya iwe kubwa, nitafanya kama unavyoona. Hii audio nimeanza kuifanyia maandalizi. Guitar ilikuwa ni live bass, solo ilikuwa ni live, kwa hiyo ni kitu ambacho na university. Yaani nataka watu wajue either music yupo lakini anafanya muziki mzuri, lakini anaongozwa hapa kuna hisi video kali ndio inaifanya ngoma iwe kubwa. Yaani ukifanya video kali kwenye ngoma yako ndio inaifanya ngoma yako iwe kubwa, iwe kali Tanzania nzima ijue. Ngoma kali mimi naamini katika nyimbo nzuri. Alafu baadaye wewe kwenye quality ya video, alafu na kisa kilichopo. Kisiwe umeangalia hivi yaani unaona huyu kapita huku kapita kuelewi nini maana ya video ya ile pale. Kwa hiyo mimi naamini katika nyimbo nzuri kwanza, alafu video. All right, shout out to you. More music, hopefully kila kitu kitakwenda vizuri, and this is ndio maana tumekuita hapa kwa sababu ni kazi nzuri. Time tumekata, right? Kitu cha mwisho cha kuambia fans wako Ajuno kwa mpaka dakika hii hujapata management bado. Much respect sana kwa watu ambao wananisupport. Unajua ninaongozwa sana na watu wangu karibu. Mudi Kipala, Sparrow, wamekuwa ni mchango mkubwa sana kwangu. Shout out to you. Na nipende kuishukuru management yangu iliyopita kwa sababu still wanaendelea kunisupport. And all that's ITV. The best is the best. Thank you. I don't know, guys, tunarudi hapa.